Watu wa Mungu, natumai mko wazima, hata sisi tuko wazima. Leo ikiwa ni siku ya Pasaka, niko hapa kanisani mtaa wa Magongo. Niko na kundi la vijana wetu, jinsi mnavyowaona, hawa ni baadhi yao. Walikuwa wanafanya mazoezi, lakini nimeingilia mazoezi yao kidogo ili nizungumze na baadhi yao kuhusu masuala ya Pasaka. Wanaielewaje Pasaka, umuhimu wa Pasaka kwao, yaani kufa na kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Karibuni sana, tuendelee kuwasikiliza vijana wetu. Karibu. Karibu sana. Asante. Jitambulishe. Kwa majina naitwa William Buya. Mimi nashiriki katika kanisa hili la mtaa wa Magongo, Lutheran Church Choir. Mimi ni mwalimu, nafurahia kuwa Lutheran. Asante sana. So, tuambie kuhusu sherehe hizi za Pasaka. Unaielewaje na umuhimu wake kwa maisha yetu ya Kikristo? Kulingana na mimi Pasaka ninavyoelewa, nielewa kutoka kwa Biblia ilivyoandikwa kwamba Pasaka ni kukumbuka kuhusu kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na ina umuhimu gani kwetu? Ni kwamba tumepata kuzaliwa upya, tumepata ukombozi, tumepata kufuliwa tena. Kila kitu kilichokuwa kigumu kwetu kimekuwa rahisi, kwa sababu Bwana wetu Yesu alibeba mizigo yetu, alibeba dhambi zetu, na saa hizi tuko huru, tunaweza imba, tunaweza msifu kwa yeye aliyetuweka huru. Ndio maana. Hayo ni maelezo mazuri tena. Una ushauri gani kwa vijana wenzako labda? Ushauri wangu kwa vijana wakati huu wa Pasaka ni kwamba kama vijana tumrudie Muumba wetu aliyetuumba. Tukumbuke ni viboko vingapi na mateso mangapi Bwana wetu Yesu Kristo alipitia. Si eti kwamba alikuwa mtenda dhambi, hajatenda dhambi. Ila kwa ajili yangu na wewe, mimi kijana mwenzako, wewe kijana mwenzangu, tupate kuokolewa. Na wasi vijana kwamba tumrudie Yesu Kristo, atuokoe kutokana na hii maisha, atuokoe kutokana na hii hali ugumu wa maisha. Kwani yeye peke yake Bwana Yesu ndiye atakayetuvusha katika hali hii na kutuvusha katika ukame huu tulio nao sisi kama vijana. Na waomba vijana msife moyo, ila mkumbuke kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu, na tunapomtazama pale msalabani tukumbuke kwamba ukombozi kwake tu peke yake ndio unaopatikana. Asante. Wow. Huo ni ushauri uliokamilika. Asante sana mwalimu. Mr. William, Mungu akubariki sana. Asante sana. Karibu tupate tena kijana mwingine atuambie kuhusu masuala ya Pasaka. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Betty Komora. Ninashiriki kanisa la Lutheran Magongo. Kama mimi kijana, masuala ya Pasaka yananitia moyo kama mimi Betty, kama mimi kijana, kumrudia huyu Yesu. Maana yeye pekee ndio njia ya kweli na uzima. Alikufa pale msalabani ili sisi tupate ukombozi. Ndio. Ushauri wako kwa vijana? Ushauri wangu kwa vijana ni tuimizane huko mtaani, tumrudie huyu Yesu, maana hakuna njia nyingine isipokuwa yeye. Yeye alikufa msalabani ili sisi tupate ukombozi. Tupate ukombozi hivyo. Sawa, asante sana. Mungu akubariki kwa hayo maelezo. Amen. So, tunamshukuru Mungu kwa sababu tuko na vijana kanisani. Nimewaambia kwamba hawa ni baadhi ya vijana tulionao katika kanisa hili. Wengine wameshaondoka, lakini hawa
walikuwa wamebaki kwa sababu ya mazoezi walikuwa wanafanya. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa kuwa tuna vijana kanisani na wanaendelea kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Mungu aendelee kuwalinda vijana, Mungu aendelee kuwatenda mema. Asanteni sana kwa ajili ya kujiunga na mimi katika channel yangu. Mungu aendelee kuwabariki. Naomba tuage watazamaji wetu. Asanteni sana. Msisahau jamani kulike, kusubscribe na kushare. Evangelist Abigail Connect KE. Asanteni mpaka wakati mwingine.